hata tukuona na maspika hapo unahubiria watu. Walikuona ukiwa mwizi, wanakuona unahubiri. Mai kuona Roma ni kama tunaweza kusema hata moja. Na mbona kanisa hili imejaa na yeye tunaendanga kusema ni wanatumia nguvu gani? Ufunuo 16:15. Hizo ndizo roho za mashetani. Na akaona roho inatoka kwa mnyama ambaye ni Roman Catholic. Hizo roho ndio zinakusanya watu. Hapa ni maombi. Prayer. Ni Psalms 142:1. So haya maombi tuna mwombezi mmoja ambaye ni nani? So maombi yote inastahili elekea kwa yeye. Lakini wao wakatayari. Maria, Mtakatifu Petro, sijui mtakatifu nani, mtakatifu nani, wakaondoa Yesu mahali pake. Tukiingia hapa ni nini kilifanyika? Amri aliondoa ya yenye imepotea. Yenye tunatafuta, yenye mwanamke anatafuta. Yeye anaondoa. Sasa akaingia takatifu. Akaingia pale kukaa hapa sasa. Badala ya Yesu kukaa kufanya huduma, yeye amekaa, anasema yeye ni mwakilishi wa mwana wa Mungu. Akakaa ndani ya hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndio nani? Kwa hivyo kweli yote imeangushwa chini. Ndani ya hilo kanisa ni uchafu kwa ndani ama ni usafi? Na kipindi hicho ni cha nuru ama ni cha giza? Ndio maana mwanamke cha kwanza awashe taa, cha pili afagie, ndio shilingi ionekane. Shilingi ndio ionekana kama kuna uchafu. Sasa kwa sababu kuna uchafu, Mungu sasa lazima aamshe kwa kuwasha taa. Nani aliwasha taa wapendwa? Mwenye aliwasha taa alikuwa anaitwa nani? Luka. Mwenye aliwasha taa aliwasha miaka 100 kabla ya Martin Luther. Na wakati alikuwa anaenda kuhukumiwa kufa, akawatabiria, akawaambia mnaweza kulizima mimi, lakini kuna mtu anakuja ambaye hamtaweza kulizima. Alikuwa na tabiri kuinuka kwa Martin Luther. Alikuwa anaitwa the Morning Star of Reformation. Kazi yake ilikuwa ni moja, kuchukua Biblia. Maana alipokuwa anasoma alichukua Biblia akaenda akatafsiri kanuni nyingine za watu wa kawaida, akawapatia wasomi, watu wakaanza kusoma. Kwa hivyo kwa kutafsiri Biblia hivyo, taa imefanya nini? Kwa hivyo mwenye kuwasha taa ni John Wycliffe. Taa ikishawashwa ni nini inafuata? Mwangaza. Kufagia. Si taa iliwashwa ndio kufagia. Sasa kufagia baanza. Ndio maana Martin Luther akainuka akitoka Wittenberg, Germany, kwenda Rome kukutana na Papa. Akafika Rome. Alipokuta Rome, si vile alikuwa anafikiria. Unajua hata ndani ya Roman Catholic kuna genuine Christian faith. Ama kuna Wakristo ambao hata ijapokuwa wako katika giza, lakini ile nuru wako nayo, Mungu anawaokoa. Sasa Martin Luther alipokuja Rome, akasema hapana. Akasema Rome is the gate of hell. Maana aliona watu wanaishi maisha ya kifahari na akaona uchafu pale kwa kila aina. Sasa akawa anataka kwenda kukutana na kusamehe.
Na unadhani popo unaweza enda hivi tu muvikie? Alikuwa anakaa ghorofa ya 10 na kumuvikia ni kutembea na magoti kuanzia ground floor mpaka 10th floor. Yeye ni Mungu. Samahani mwalimu. Ndio. Kabla hatujafika kwa John Wick, katika ule mkutano wa Naisela kuna Trinitarian limetangazwa, kuna kundi lingine lilitokea ambalo lilikuwa ni Unitarian. Lilikuwa ni kundi gani? Lilikuwa ni walikuwa na imani ambayo inaitwa Arianism. Na katika ufalme huo wa Kirumi kulikuwa na mataifa mangapi? Kulikuwa na Ostrogoth, kulikuwa na Vandals, kulikuwa na Heruli. So Heruli walikuwa na imani ya Unitarian. Na haya mataifa yaliyobaki 7 walikuwa kwa Trinitarians. Sasa haya mataifa matatu ilikuwa katika Unitarian. Ilikuwa na mwanga. Ilikuwa ikataa ile Trinitarian. Ilikataa Trinitarian. Hawa ndio sasa walikukataa Trinitarian wakaondolewa. Ndio walikuja wakafutwa katika hiyo dunia sasa. Chenye kilifanya hizo pembe 3 zifutwe ni kukataa ile. Maana pembe 3 hazikufutwa kwa sababu zilikuwa 10. Zilifutwa baada ya kadogo kuinuka. Na kadogo tumeona kanainuka na Sunday na kanainuka na Trinity. Kwa hivyo inamaanisha hizi Trinitarianism na Sunday law ndio zinasababisha hizi pembe 3 zing'olewe kabisa. Kufutwa katika historia kuwa kama taifa. Unajua historia ya dunia imefichwa. Sisi walikataa Trinitarian ya wale. Hata unaona hao Vandals walikuwa wanaitwa Vandals of North Africa. Lakini ukienda pale North unashindwa kama hii ni Afrika. Waarabu wanafanya nini pale North? Ni kitu gani wanafanya pale? Maana walikuwa ni Vandals of North Africa. Lakini tunaambiwa walifutwa. Sasa walifutwa. Ndio maana hata katika michezo hii ambayo ilikuwa inafanyika ya Africa Cup ya juzi, wakati nini walikuwa na protest, walisema hata sisi hatutaki ile kikombe ya Afrika, maana sisi si wa Afrika. Sisi si wa Afrika. So nini ya kuja, historia ya dunia imefichwa. Waliondolewa na wakafutwa kabisa. Sehemu zao zikachukuliwa. Sasa Martin Luther alipoinuka akaanza kutembea na magoti ili aende akutane na Papa. Lakini kufika katikati akasikia sauti inasema nini? Just live by, mwenye haki ataokolewa kwa imani. Akaondoka, kumbe siko matendo. Akahamka hapo akatembea kurudi Wittenberg na akaandika cases 95 against the Roman Catholic. Akatembelea kwa muda Sunday ya shule. Washirika wanakuja wanasoma, wanafunza na kuanzia hiyo wakati Luther akaondoka akajitenga na kanisa gani? Na Kirumi, akaanzisha kanisa linaloitwa Luther. Catholic ilianza kuzaa. Wanaanza kuitwa mama. Hapo ndio anaanza kuitwa mama. Haya. Baada ya Martin Luther, mwingine anainuka anaitwa John Wesley. So Luther anarejesha ya kwanza. Hiyo kweli ambayo ilikuwa imepotea. Na anarudisha, anafagia uchafu na anarudisha, anaitwa Luther. John Wesley yeye alianzisha Lutheran. John Wesley alianzisha Presbyterian ya John Knox. Walikuwa wawili. John Knox na huyu Wesley. Alafu mwingine akainuka pale John Smith.
John Smith yeye alikuwa anahusiana na ubatizo. Akasema ubatizo ndio kuingiza watu kwa maji, sio kuingiza. So yeye akatoka na kanisa linaitwa Baptist. John Wesley aliinuka na PCA na kuna mwingine na msahau aliinuka na Methodist. Methodist alikuwa anaitwa akainuka na Methodist. So Wesley alirudisha akasema kwamba the gospel must be practical. Na injili iende kwa ulimwengu. Tumeona John Calvin akarejesha hiyo. Tumeona John Wesley, John Smith akarejesha hiyo ubatizo. Tumeona Martin Luther akarejesha hiyo, na kuna mwenye alirejesha hii. Yesu asifiwe. Amen. Tumefika hapa. Yesu asifiwe. Amen. Tumefika hapa kwa pasia. Tukiingia huko ni nini inafanyika? Kulingana na mwanamke, si nyumba ndio yeye amesafisha kufika hapa. Ukiingia hapa ni nini inafanyika? Yesu anatupresent. Kulingana na mwanamke mwenye alikuwa anatafuta. Anapata kwa sababu hapa kuna nini? Amri. Akikuja hapa atakutana na amri. Kwa hivyo atapa. Kwa hivyo amri haingepatikana mpaka hizi zote zimetimishwa. Yesu asifiwe. Na si kwamba katika hichi kipindi chote hakukuwa na wasabato, walikuwa mmoja mmoja. So tukafika hapa. Tunapofika hapa ndio tunainuka mtu anaitwa nani? William. Kumbuka tumetoka 1400 tumekuja 15, sasa tumefika 1800. Sasa mwaka wa 1800 nakumbuka Mungu ndiye anaongoza hao watu. Sio kwamba wanajiongoza, ni Mungu anawaongoza. Na ukitaka kujua Mungu ndiye anawaongoza, huyu ni nani? John. Huyu ni nani? Martin. Huyu ni nani? John Wesley. Huyu ni nani? John Wesley. Na kuna mwingine anaitwa John Wesley. Huyu ni nani? Mbona majina yao ilikuwa inaanza? Tunaelewa nini kuhusiana na John? Mbatizaji. John the Baptist. Tunaelewa nini kuhusiana na hii? Alikuwa anarejeza njia ya Israeli. John the Baptist was a reformer. And all of these are reformers. Na inatuonyesha tu the working the Mungu anafanya kazi. So huyu hawa walikuwa wana restore. Maana John alikuwa anafanya kazi ya restoration. Na reformer wanapoinuka wakati wowote hawarudini kwa mother church. Wana reform wakitoka. John alireform akitoka jangwani, akawa na shule na hekalu. Hao tunaona wana reform wakitoka. Kwa hiyo hata reformation ya mwisho watu wana reform wakiondoka. Kanisa ambayo inaanguka. Sijui mnaitwa reformers. Na reform kutoka wapi? Umetoka GC maana imeanguka. Tuna reform tukitoka? Kutoka. Kwa hiyo mtu akusema tu reform tukiwa ndani, huo ni muongo. Hakuna reformation inayofanyika tukiwa ndani na reform. Na reform ukiondoka? Ukiondoka. Sasa mwaka wa 1800 Mungu akainua mtu anaitwa William Miller. Sasa huyu alifanya kazi kubwa
Alifanya kazi gani? Kwa nini alifanya kazi kubwa? Anainuka wakati wa muhuri ya ngapi? Anainuka wakati mwanakondoo ameenda kuchukua kitabu. Wanaweza asifiwe. Amen. Tusome kidogo kitabu cha Ufunuo. Hapa namalizia. Ufunuo 5 inasema, kisha nikaona katika mkono wa kuume wake aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa nyuma, ndani na nyuma, kimetiwe muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahili kukifungua kitabu na kujifunza mihuri zake? Wala hapakuwa na mtu mbinguni wala juu ya nchi wala chini ya nchi aliyeweza kukifungua hicho kitabu wala kukitazama. Nikalia sana, kwa kuwa hapakuonekana mtu astahili kukifungua kitabu hicho wala kukitazama. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie, tazama, simba ndiyo kabila la Yuda, shina la Daudi, yeye ameshinda apate kufungua kile kitabu na zile mihuri zake 7. Nikaona katika kile kitabu katikati ya kile kitabu cha samani, nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4 na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama, alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitwaa kile kitabu katika mkono wake wa kuume wake, yeye aketie juu ya kile kiti cha nani ametoa kitabu? Amechukua hiyo kitabu. Yesu amechukua kitabu. Katika Biblia kuna mahali kitabu kilikuwa kimefungwa. Kitabu kilikuwa kimefungwa? Danieli. Kwa hivyo Yesu akakichukua kile kitabu, akakaa nacho kwa mkono. Sasa ukifika katika Ufunuo 10 mstari wake wa kwanza, nasema, nakumbuka hakuna mwenye alistahili kukiguza wala isipokuwa mmoja, Yesu pekee yake. Ufunuo 10 mstari wake wa kwanza nasema, kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua, na miguu yake kama nguzo ya moto, na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Kilipokuwa kikichukuliwa kwa mkono wa Mungu kilikuwa kimefungwa, lakini sasa hivi kimefanywa nini? Kimefunguliwa. Na ni malaika ndio anashuka. Na unadhani mwenye anashuka nacho ni nani? Nani mwenye anashuka nacho? Kwa nini ni Yesu? Sababu hapo kisoma hiyo description inapewa hapo, sio malaika wa kawaida. Kando na hiyo yenye iko obvious, kando na hiyo bali tulianzia, hakuna mwenye angeweza kufungua kile. Hakuna mwenye angeweza kushika wala kufungua isipokuwa ni Yesu ndiye alikuwa ameshika. Kwa hivyo huyu ni Yesu, ni malaika ni Yesu. Sasa akakuja, alipokuja akaweka mguu wake wa kuume juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi, naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo. Na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, na alikuwa tayari kuandika, nami nalisikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno hayo yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika niliyemuona akasimama juu ya bahari. Unaona kitabu kimefunguliwa, lakini kuna sauti zimetoka na Yohana ameambiwa usiandike. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uliwahi sikia Mennonite walikuwa disappointed? Unawahi kusikia hivyo? Kwa nini walikuwa disappointed?
Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini walikuwa disappointed? Walikuwa disappointed kwa sababu zile ngurumo 7 zilikuwa zinatoa matokeo yatakayotendeka kuanzia ujumbe wa malaika wa kwanza mpaka wa pili. Yaani kuanzia 1798 mpaka 1844 ilikuwa imeweka wazi. Ndio hawa imani yao iweza kujaribiwa, walifichiwa hayo matokeo. Maana wangejua ungekuwa na disappointment. Si watu wazuri na wabaya wangeingia tu kwa imani. Mtu asikie Yesu anakuja 1844. Si walikuja wengi. Na unadhani hao wote walikuwa wameongoka? Yesu alipokawia, si ilijua ni nani walikuwa na mngoja? Maana wenye walikuwa na mngoja walirudi kwa maandiko. Wale ambao walikuwa wamekuja kwa sababu ya msisimuko, si walirudi? Hiyo ndio ilikuwa kazi ya disappointment. Si kwamba mimi alikosea. Hapana. Ilikuwa iko katika mpango wa Mungu. Ilikuwa kwa mpango ya Mungu. Na sabato ingeonekana kabla ya hiyo uchafu iweze kupatuliwa yote. Bwana asifiwe. Amen. Si mwenye amerudisha hii ni mtu wa Sani, Martin Luther. Alikuwa wa Sani. Si alikuwa Sani. Si ni wa Sani, hawa Sani. Hapa kwa curtain mlango wa kufunguka na kufungwa. Hawa ni Millerites. Wa Sani ibada. Mlango ukifunguka hivi, akigeuka hivi, hapo ndani ya sabato. Na hii ikifungwa, watu wa Jumapili kama dhehebu limefungiwa nje. Mungu ajitambulishe na hawa watu. Bwana asifiwe. Amen. Mila alikuwa Baptist, Ellen G. White alikuwa Methodist. Lakini Mila alipokuwa na ubiri, Ellen G. White aliingia Baptist katika hiyo. Lakini kwa kutoa ujumbe wao walikataliwa na makanisa. Hayo kanisa. Wakakataa ujumbe wa malaika wa kwanza. Walipokataa ujumbe wa malaika wa kwanza, Mungu akafunga mlango wao. Akasema, nyinyi sasa mmekuwa watoto wa Babeli. Babeli mmeanguka. Kwa maana ujumbe wa malaika wa pili ukafanya nini? Sasa baada ya sabato sasa kupatikana, tunaambiwa kwamba furahi. Basi imesalia nini? Ya sabato kwa watu wa Mungu. Na hatujaitwa tufurahi peke yetu. Kama kanisa la Waadventista. Tumeitwa tuende tuite wengine. Ndio maana sasa Waadventista wakapatiwa sasa ujumbe wa malaika wangapi? Watatu. Ujumbe wa malaika yule watatu. Bwana. Yule watatu yule. Waadventista walipewa. Sasa huo ujumbe wa malaika yule watatu ndio kwenda kuita majirani. Sasa tunaenda kuwaita. Hiyo ndio ujumbe inaenda kuwaita. Inawaambia tokeni kwa alama ya mnyama. Maana sabato ni mnyama. Jumapili ni alama ya mnyama. Tokeni kwa. Kwa hivyo ujumbe huo tukapewa. Na ndio maana tunahubiri bado saa hii kuwaita majirani. Tunawaita George tufurahi pamoja nani? Kwa hivyo sabato ikafanya nini? Ikapatikana. Walipovuka sasa kuingia huko, wanaingia kwa Paramount Wedding. Karamu ya harusi. Sasa leo hii tuko katika karamu ya nini? Ya harusi. Na pia karamu ya wanawali 10 bado inaendelea. Ndipo zinaendelea siku ya harusi. Kwa hivyo hakikisha unapata masharti ya karamu ya harusi na unapata masharti ya wanawali 10. Uko na mafuta na uko na vazi. Maana kwa harusi condition ni moja, vazi. Ili kuingia kwa harusi hiyo condition ni moja, mafuta ni roho. Kwa sababu gani? Hii inaitwa sanamu ya mnyama. Huyu mnyama ndio anaenda kutengeneza sanamu ya nani? Kwa hivyo duniani kutakuwa na makundi ya watu wangapi? Wale ambao wana reflect
sanamu ya nani? Na wale ambao wana reflect the image of Christ. Sasa hiyo kazi ya Roho, haya mafuta ni kuhakikisha kwamba the image of Christ imereflect kwetu full, si nusu, si kidogo. Bwana asifiwe. Unajua ni kwa nini Waadventista wachache wanaenda kuokolewa, si wengi? Bwana asifiwe. Watu wanaenda kuokolewa wengi ni wa Jumapili. Hiyo unaijua? Wewe jifanye tu unahurumia watu wa Jumapili. Jifanye tu. Wewe ndio kwa hatari. Wale masaa yao inakuja na wanahubiriwa injili wakati wa nini? Persecution. Na testi yao ni Sabato. Wewe testi yako leo sasa hivi ngapi? Kuna testi ngapi sasa? Uko na grace, uko na diet, uko na speech, uko na Sabbath, uko na reformation zote. Yote. Sio tutashika grace, uache na diet. Kuna heavy reform. Sio kwamba utashika Sabbath, uache nyingine. Sisi ni yo. Unajua ni kwa nini ni yote? Ni kwa sababu kwake yule ambaye vingi vimepewa, vingi vitahitajika kutoka. So Mungu anahitaji vitu vingi kutoka kwetu, na ndio maana only a small number wanaenda kukombolewa. So ukisikia mtu hapo hapa anahubiri health reform, usione hai huyu naye anataka ama dress reform ama diet ama speech ama Sabbath reform ama music reform. Mwanamtengeneza si wa kusikia tu music sababu ni music. Ni kwa nini usisikiliza muziki yoyote? Mwanamtengeneza. Ni kwa nini? Kwa sababu tunatengeneza Christ na tunashika. Tunaposikiza ile utabadilisha. Kwa sababu what is going to prepare for the image of the beast, it is music. Unakumbuka Danieli, sanamu ni iweze kusimamishwa. Waliambia mtakaposikia kila aina ya ngoma, zeze, somali, baada ya kusikia kila mtu apige magoti. So kuna muziki inaandaa watu kwa ajili ya hiyo. Kama hutajua ni muziki gani unasikiliza, utakuwa tayari pale. Muziki yenye nakatazwa isisikilizwe pale ni muziki ambaye imeandamana na vinanda, mudundo, na hiyo ndio inafanya nomino inaanguka, midundo. Kwa sababu midundo, acha nisome quotation ya mwisho alafu niweze kumaliza. Selected message. Book 2, page 36, paragraph 2. Tuwasema 36.2. Nasema it is impossible to estimate largely the work that the Lord will accomplish through his proposed vessel in carrying out his mind and purpose. The things you have described as taking place in Indiana, the Lord has shown me will take place just before the close of probation. Kuna vitu ilikuwa inatendeka Indiana na Mungu akaonesha dada White itafanyika kabla mlango wa rehema ufanye nini? Every uncalled thing will be demonstrated. There will be shouting. Tutakuwa na kupiga makelele. With drums. Kupiga ngoma.
music and dancing. These senses of rational being will be so confused that they cannot be trusted to make right decision. And this is called the moving of the Holy Spirit. Watu wanapocheza, watu wanapo march, watu wanapopiga matarumbeta, watu wanapopiga madrum, wanasema hiyo wanaongozwa na Roho Mtakatifu. The Holy Spirit never revealed itself in such methods. Roho wa Mungu hajawahi kujifunua kwa kucheza, wala kwa kumarch, wala kwa drum, wala kwa tarumbeta. Hajawahi. In such a bedlam of noise. This is an invention of Satan to cover up his ingenious method for making an effect of pure, sincere, elevating, and nobly sanctifying truth for this time. Kwa hivyo muziki kazi yake ni moja tu, kufanya na effect ya ukweli. Better never have the worship of God blended with music, yes, than to use musical instruments to do the work which ndio ina make an effect of truth. Kwa nini? Ukikutana na mtu ambaye alizini jana, mtu ambaye ameiba jana, umwekee ka muziki ka kuvuta, anasahau yeye ni mtenda dhambi, anajiona sasa amekuwa mtakatifu. Wanawekewa muziki, na hiyo muziki inaondoa conviction of the Holy Spirit kutoka kwao, na kwa hivyo watakaa katika hiyo hali. Maana mtu ambaye alikuwa ametenda dhambi jana ameingia kanisani, anastahili kucheza? Anastahili acheze? Hapana. Akiwa ni mwenye dhambi, si ile akuja ahuzunike. Hata Roho Mungu aweze kuongoza mhubiri, aweze kutaja dhambi zake ili abadilike. Sasa badala ya hiyo, yeye amewekewa entertainment. Maana mawazo yetu, hizi akili zetu, kuna sehemu ya entertainment ukitaka kuandisha tu, na kuna sehemu ya concentration. Zote haziwezi kufanya kazi moja. So utakapoweka entertainment, huyu mtu lazima tu atakuwa entertained, hata kama alikuwa na huzuni, hata alikuwa kama aje, atakuwa entertained. Inamaanisha sasa hao watu watasalia katika hiyo hali. Mlango wao leo unafanywa nini? Ndio maana walisema muziki. Hata Danieli aliona muziki, sanamu kusimamishwa ni muziki. Pia sisi sanamu yetu inapoandaa ni muziki. Kwa hivyo tunajiandaa kupokea nini? Maana hatutatubu, tutakuwa tunakuwa entertained na hiyo muziki tu. Tunaona tunamchezea Yesu, tumekaribia na yeye, tuko mbali. Na hata wewe unajua, ukikutana na mtu leo ni tofauti, kesho ukikutana na yeye ni tofauti. Kwa nini? Ni kwa sababu muziki inaleta emotion, na ni emotion zinakuwa za muda mfupi. Mungu hataki tumwabudu na emotion. Mungu anataka tumwabudu na conviction with reason. Kwa sababu emotion zinaisha, utakuwa tu emotion sahihi. Kesho. So hizo muziki, ndio maana tuliambia kwamba nyimbo ambazo tunastahili tupewe ni tenzi za roho, na ni za kuonya, ni za kufundisha, ni za kuhubiri, si za kuentertain.
Hiyo ndio imefanya makanisa yamelala nomino, kumelala usingizi, kwa sababu hiyo wanatumika na roho nyingi. Na by the way, unajua kuna close connection with music and the spirit, whether is the spirit of the Antichrist or the spirit of God. Unakumbuka nani alikuwa anapagawa na mapepo? Sauli. Tunakumbuka ni nini kilikuwa kinafanyika? Anaenda anamchezea, si ndio? Anamwimbia, alafu zinaondoka. So inamaanisha ukiimba the wrong kind of music, inamaanisha una attract the spirit of shetani. Ukiimba the right music na kusikiliza the right music, una attract roho wa nani? Kwa hivyo hayo ndio tutakayoweza kujifunza kwa leo. Nadhani kama kutakuwa na kipindi cha maswali tutaweza kubadilisha. Lakini tumeona historia ya Sabato ile ilivyokuja na kufuatia na mwanamke, tumeona ni nani, pamoja na hawa reformers ambao majina yao mostly ilikuwa inaitwa John, kwa sababu John the Baptist alikuwa reformer. Kwa hiyo Mungu akawainua, wakarejesha ile ukweli ya sanctuary, na mpaka Waadventista kina Millerite ndio wao ndio wanahubiri about the closed door. Walikuwa wanahubiri kwamba Yesu anafanya nini? Na tumeona ya kwamba wakati wa ufunuo Yohana alikuwa anapatiwa, aliambiwa asiandika maneno fulani, na hayo maneno ndio Mungu alisababisha yawe hivyo ili kuwe na disappointment. Utakapokuwa na disappointment, wale ambao walikuwa true atarudi kwa maandiko waone ni wapi walikosea. Wale ambao hawakuwa true, anasema Biblia ni kitabu ya uongo, turudi kwa dunia. Maana mtu alikuwa ameacha mahindi yake dakika 20. Kwa sababu gani? Ati Yesu anakuja. Mtu alikuwa ameacha kazi yake, mtu alikuwa ameacha familia yake, alafu amefika ameambiwa Yesu atakuja. Wote walirudi, lakini walibakia watu 50 kwa kundi ya watu 1200. Chukua ratio. Hiyo ni ratio gani? Kidogo sana. Na hiyo parable inaenda kujirudia kwa Waadventista wa Sabato. Mimi na wewe. Si Sunday haina wanawali kumi. Sunday haina nomino. Sunday iko na wana matengenezo, kwa sababu they are professing pure elevated truth. Bwana sifiwe. Usidhani ni wale watapotea, ni wewe kama hautashika hiyo. Na tumeona tumepewa vitu vingi, wewe unastahili kushika. Bwana sifiwe. Tuamini tu. Baba na Mungu wetu, katika jina la Yesu, asante kwa kuwa umetufunza katika historia iliyoelekeza Sabato kuweza kupotea na hata mwisho ikapatikana. Baba, sisi tunaoishi katika kipindi hiki tumejaliwa kujua siri hizi za ufalme wa Mungu. Mbona tuweze kupotea mfalme wakati tumeelewa kweli kama hizi? Na mitume hata walikuuliza, mbona unafundisha watu wa mataifa kutumia mfano? Kawaambia kwamba wamejaliwa kuzijua siri, na pia sisi tumejaliwa kuzijua hizo siri. Mfano, kwa nini tupotee? Tusaidie kusiwe na yoyote atakayepotea kwa ajili ya wokovu wa kiroho. Tufungue macho yetu, tuone jinsi unavyotupenda, tushike kila kitu unachotuagiza Mfalme, tutengeneze tabia yako ndani na nje yetu. Kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Unabii unatimia machoni petu, muda unayoyoma wa kujiandaa. Mfalme, tenda jambo moyoni mwetu litakalo kuzindua kutoka katika usingizi wa kiroho, kuhakikisha kwamba majina yetu yanasajiliwa katika vitabu cha uzima huko mbinguni. Mfalme, unatupenda. Mfalme, uko pamoja nasi. Saidia kila mtu.
katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mwalimu, sasa ingawa nitakia kidogo na maswali kwa mesa kama itakuwa ilikuwa tu pande hizo tuendelee kidogo kiasi gani mkati mnaonaje? Chukua peni. Sasa no. Ndio nika maneno hii. Sawa. Huyo ndio tu. Basi mnasemaje kwa mafunzo hayo? Mnasemaje kwa mafunzo hayo? Simame na 43 tunaporudishwa. Furaha gani ya ushirika? Simame. Kwa sauti. 43. Furaha gani na ushirika nikimtegemea Yesu tu. Baraka gani tena amani nikimtegemea Yesu tu. Salama bila tegemea Mwokozi Yesu. Haya, tuketi. Kwa majina ni Wesley Muya, mkazi wa hapa Eldoret, kutoka sehemu za Langas, mshirika wa hapa. Mkaribisho. Tunajitambulisha kama uko na salamu unatoa. Last week sikukuwa, nilikuwa mbali kidogo ambapo singeweza kufika, lakini tulifuatilia kwa mtandao. Haya, karibu. Amjambo, mimi naitwa Sara. Mimi ni mshiriki ya kanisa la Munyasa, lakini naendelea kujifundisha na nini hapa. Karibu. Jambo. Jambo. Jambo tena. Jambo. Kwa majina naitwa Ian, natoka upande wa Ziwa. Huwa nashiriki kanisa la Kitengela online. Kwa nafasi. Nafanya kazi kule ya Twitter. Pesa, basi. Siku ya leo nimekuwa nyumbani. Nikasema nipige nishiriki nani. Mwengeje mgeni, Karibu. utakaporudi huko apeleke nini? Salamu. Kabisa basi. Apende. Apende. Kabisa. Jina ni Chumba Felix. Kutoka sehemu ya Mgeni. Jana niliongea na mtumishi wa nyama akanituma na salamu. Nawasalimu sana. Mwengeje Felix. Na mwengeje Felix. Karibu. Tuchangamke. Hamjambo. Hatujambo. Kwa majina naitwa Robert ambaye nafanya kazi hapa hivi. Ni mkazi hapa hivi. Karibu. Na mwengeje Robert. Karibu. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Majina ni John Wanyoike. Mimi ni mkazi wa hapa Eldoret. Ni mshiriki hapa, lakini la Sabbath sikuweza kufika, nilipumzika nyumbani. Ya, nashukuru. Happy day. Happy Sabbath. Karibu. Amen.
Kwa majina ni Lydia na mama katika sababu ya Bwana. Unamwambiaje? Karibu. 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 Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath. Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni mtumishi Collins Kumbuka. Mjaje mtumishi. Karibu. Karibu, karibu. Atakaporudi kule Nairobi apeleke nini? Salamu. Apeleke salamu zetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni John. Na mimi ni mshiriki wako. Karibu sana. Umekaribishwa wote na mjisi kuwa huru. Umetusalimia kweli? Umekuwa wapi? Toa salamu mahali ulikuwa. Salamu tu. Wapendwa katika Kristo, mchango Jambo. mchango tena. Jambo. Majina naitwa Miriam kutoka Siwa. Nilikuwa mgonjwa kidogo, lakini Mungu amenijalia nimefika katika sabato ya Mungu. Karibu sana. Asante. Tuendelea kwa pamoja. Sijui kuna wale ambao hawajakuja, unawafuatilia kweli? Around 5, 6. So inafaa tunafuatilia angalau tujue tutaandika hiyo record, angalau tuko na hiyo accountability ya washiriki wetu. So nataka tuingie katika kipindi cha maombi tunapomkaribisha mhudumu atakayetuongoza jumbe namba 135 kama saa heri ya maombi. Tupewe sauti. Tuombe. Baba wetu uliye mbinguni, tazama ni wakati mwingine Baba wetu tumekuja miguuni pako tukiwa na mahitaji mbalimbali katika maisha yetu. Tunaomba kwanza msamaha kutoka kwako Baba wetu, kwa maana wiki hii tumetembea kinyume na mapenzi yako, lakini Baba umeturejesha tena katika nyumba yako. Tunaomba kwako utembee pamoja nasi, tupe usikivu wenu mafundisho yanapotolewa Baba wetu, na zaidi ya yote tupate uzima wa milele. Mapenzi yako yatulinde katika Yesu Kristo aliye mpenzi wetu. Amen.
Amjambo kanisa. Amjambo. Amjambo tena. Nataka kufanya sehemu hii ya maombi, nitoe ushuhuda, kisha tutasoma tu neno moja, kisha tuingie katika ibada ya maombi. Wiki hii ama wiki mbili zilizopita, kuna mmoja wetu ambaye ni mzee wa imani alilala. Kanisa letu liko Nandi Hills. Kuna mzee mmoja ambaye alisimama imara licha ya changamoto ya familia, changamoto ya area hapo Nandi Hills, Pindre constituency. Huyu mzee alisimama imara mpaka dakika ya mwisho. Juzi alilala kwa sababu alikuwa amegonjeka kwa muda mrefu, na tuliweza kwenda katika mazishi yake Thursday. Mzee huyu alikuwa kanisa la Kikatoliki mbeleni, na ni mzee wa kujulikana, kwa maana jana tuliona watu wakubwa walikuja matanga yake. Alipopata ujumbe ya Sabato, ati akiwa katika kanisa la Roman Catholic, alikuwa anatafuta ukweli. Alipopata ukweli akapata katika kanisa la Sabato, na akafurahia na akaiembrace, na akaendelea pale mpaka 2019. Yeye mwenyewe alikuwa ametoa shamba kwa kanisa la GC imejengwa kwake. Ilipofika 2019 akapata ujumbe wa watu watoto wake. Alipokuwa Ukatoliki alilelea watoto wote Kikatoliki. Watoto wa kwanza wa 4 wakabaki Kikatoliki. Mzee alipopata ujumbe, watoto wa 4 wa mwisho wakaingia katika kanisa la GC. Ilipofika 2019, mtoto last born ndiye aliyeingia naye katika watu. Unaona hiyo familia iko mara ngapi? Mara 3. Mzee amejaribu kufundisha watoto wake, haikuwezekana, kwa maana wale walikuwa watoto wakubwa na ni watoto wamesoma. Wasichana wawili ni principals ya mashule kubwa kubwa ya secondary school. Kijana mdogo ni lawyer. Wasichana wengine wawili ni nurses. Msichana last born wake sasa ni daktari, lakini wako mama akagonjeka kwanza last year. Mzee alikuwa ameshika reformation mpaka ya health. Walipoleta mzee mtifu katika sanitarium yetu ambayo iko Soi, vijana walimleta, na walipofika pale wakaambia baba, hapa huwezi kaa, kwa maana wako na pesa. Akaambia huwezi kaa hapa si hospitali, na wakadharau sana sehemu, na wakamrudisha baba yake. Mama the same thing. Mama alipogonjeka ugonjwa wa sukari, akabidi mama aende akatwe. Mama akakataa, akamwambia mimi afadhali nikufe nikiwa mzima, sitaki kukufa nikiwa nusu. Watoto juu wako na pesa wakamlazimisha mama yao, na mama akaenda kukatwa mguu, na mwisho mama aliaga. Msichana huyu mmoja amepambana sana. Tukate story short, ni story mrefu. Baba juzi akagonjeka pia, amekuwa na hiyo vita. Baba akasema mimi naenda natural remedies, watoto wanampeleka katika hospitali. Na juzi walimpeleka mzee wa 87 years, wakampeleka akawekwa chemotherapy, na mzee akatoka. Mzee akaaga. Hapa kuna vita mara 3. Hapa kuna kanisa la GC, kuna kanisa la Kikatoliki, na kuna kanisa la Reformers. Wakati walipokuwa akizika mama, mzee alikataa katakata, na akaambia watu wa GC, tuliwachana na nyinyi na siwajui. Watu ambao ninawajua ndio hawa, na hawa ndio watazika mama. Na hakika tulipitia vita, lakini mwisho mzee alisimama imara, na wa kanisa la Reformers wakazika. Lakini ilipofika juzi, mzee amelala.
Na huyu mzee alisimama imara. Tulikuwa tunaambiwa na washirika wa pale kwamba hata wakati hakuwa anaweza, alikuwa anakuja, analetwa na gari mpaka kwa mlango ya kanisa, anaingia, na kabla hajakaa, the last time alipoongea nao akakuja na kwambia na wakati huyu mzee alipokuwa akiomba alilia sana, na akaambia washirika mshikilie imani, muombee watoto wangu. Na hiyo ndio ilikuwa siku ya mwisho hapo, na akaambia mshikilie imani, na akaambia Yesu anakuja. Mzee huyu hakika tunaamini kwamba alikufa katika imani, kwa maana kuna mzee wetu mmoja alienda kuongea naye hospitalini siku ya mwisho, Birgen, unamjua mzee Birgen? Na Birgen alisema tuliongea naye, huyo mzee alilala katika kanisa. Tunashukuru. Vita ilianza wakati mzee aliona vile mambo iko, na akaandika wimbo, na akapea msichana yake Chela katika akaambia, mimi nikikufa peana hii barua kwa watu. Mzee alitoa masharti, akasema sanduku ambayo ndawekwa inatoka kwa shamba yangu hapa. Wakatimiza hiyo, waliunda sanduku kutoka kwa miti yake. Lakini yenye hawakutimiza, mzee akaandika, wenye wanakuja kunizika ni reformers wenzangu, wenye watanishika na kuniweka kwa kaburi ni reformers wenzangu. Na akaambia nisikae sana. Ilipofika hiyo wakati, reformers wakaenda pale, lakini juu mzee alikuwa amelala, walitufanyia vituko. Chizi waliitana kutoka General Conference, mapasta wote walikuwa, wakaanza Friday. Nilienda mochari, nilifanikiwa kwenda mochari, tukatoa mwili. Tunapo kijana mmoja akasema, kanisa muimbe. Tulikuwa tumesimama, tulikuwa wachache. Wakati tumeanza kuimba wimbo, chizi wanaanzisha ukweli. Sisi tukafika nyumbani, ikakuwa tukituko hivyo. Asubuhi tukaenda mapema, tukafika wakati mwili inatolewa. Wengine wanasema hata hao watu wasishike sana. Tukajiweka kando. Hadi wasome ni Rongo walikuja na basi. So wasome wako 50. Kufika kwa kiwanja ilikuwa inafanyika shule. Wakaharakisha, wakapanda magari, wakaenda. Sisi sasa tunatembea. Kufika huko wameweka, unaiona ile pendulum of noise. Wameweka pendulum of noise, wana march kwa kiwanja, wamevaa uniform, wazee kwa wamama, wanabeba sasa mwili, wanasindikiza. Wakaenda tukakaa. Sisi sasa tulipoona mambo si mazuri, tulijiita, tukatoka, tukaenda pale mahali sehemu, tukaenda tukawaimba, then tukaambia Mungu mapenzi yako yatende, na tukarudi tukakaa. Birgen akaingia, Birgen amechukua mahubiri juu watoto wake mwenyewe hawa sasa wasichana wenye alikufa mikononi mwao, Birgen akiongea na baba yao, wakasema huyu mzee akuja afanye nini, azike baba yetu. Pasta akaambia hawa, msishtuke, mimi najua chenye nafanya. Wakati watu wameongea kwa siasa nini, sasa ikafika wakati ya kanisa, tunatarajia sisi ndio tunaitwa tuchukue usuka. Pasta akasimama wa huko sasa, akaita wajisi, akaita akasema makanisa zote, na unajua wanakuwa akiomba kwa jina la Baba, Mwana na jina la Roho, yani wanasisitiza hiyo kitu sana tukiwa ndani. Akaita makanisa zote Jumapili. Kwanza walikuwa wamepea makanisa waimbe, mpaka kuna wenye wanarukaruka hii makanisa ya Jumapili. Wakaita watu wote, wakaenda mbele, mapasta wote wakaintroduce, alafu wakasema, huyo pasta akasema, ninapea Father aongee kwa niaba yetu sisi wote. Father akaongea maneno yake ya Katoliki, akaita sister, wakaongea maneno yao ya Makatoliki. Mwisho sasa, badala atuita aseme kuna kanisa ya kukaa, because walikuwa wamepewa Makatoliki.
akaita Pastor Daniel Mkono, akaambia wewe ndio utaita mtumwa leo. Hata Pastor Daniel Lolo ni mtu amekuwa pastor wangu hapa. Pastor Kemboi ndiye anaifanya. Tulipoona sasa hii mambo tu imekuwa, tuliamka Birken akaenda kusalimia watoto juu alikuwa anafika kama ibada inaendelea. Kasalimia watoto, then tukaamka tu. Mmoja wetu kutoka Nairobi akaenda kuuliza program. Akaambia tumekuja over 50 people. Yaani tujaona tu set ya kuita hata kanisa la mzee. Hata tusalimiane tu tupeane ushuhuda akasema. Akasema mimi sijui, nimeambiwa tu program hii. Tuliondoka tu polepole. Unajua watu wa nje walisema, watu walishangaa. Wengine wanasema si hao watu wanasema hao watu ni Shakahola. Mbona leo wanakuja kuchukua mwili ya mtu ya Shakahola wanazika? Sasa watu wa jinsi wakasema hivyo, mbona wanafanya hao watu madharau hivi? Inakaa kuna kitu hao watu, mpaka kuna watu waliondoka na sisi. Wakasema kwani Seventh iko na madharau kiasi. Tukakuja kuingia kwa kanisa. Kanisa sasa mzee alipeana pia kanisa la Reformers kwa. So kanisa mbili ziko kwa ya Reformers na ile. Tukaingia kwa kanisa, tukaimba, tukafarijiana, then tukafariji. Dada Jela alitoka na sisi msichana sasa last month. Tukakuja tukafarijiana na tukapea Jela sala zetu na tukafarijiana na tukamaliza, then tukakula tukatoka. But tukaulizana tukasema, si tuliomba kwanza, tukaambia Mungu tenda mapenzi yako. Hakika Mungu alitenda mapenzi. Ni nani aliaibika kati ya hiyo, sisi ama wao? Wao waliaibika kwa macho ya dunia. Kwa maana hata wakati anahubiri, John anahubiri tunatoka, Pastor John Tembo, watu walikuwa wanatuangalia hivi. Yaani mahubiri inaendelea. So hiyo mahubiri hakuna mtu alisikia. Na watu walitoka kwa vita tukatembea. So Mungu tuliona tukasema hivi ndio Mungu alifanya kazi. Hakutaka twende tutangaze sisi wenyewe. Mungu alitangaza kwa njia yake. Watu waanze kuulizana, na ni nini hao watu walikosalia? Waanze kuchimba ndani. Ni nini hao watu wako nayo wamechukia kiasi? Alafu unajua Reformers katika Nandi constituency walikuwa wamefunga hao watu kwa subiri hapa Tindre. Ishafungwa kwa ajili ya huyu mzee. Huyu mzee alifungwa mara mbili jela. Na ni mtu wa 87 years. Jela pamoja na msichana. Alafu jela alifungwa tu juzi, sijui ilikuwa last year. Alikaa jela karibu kwa ajili ya utume. Wacha niwaambie wapendwa. Kifo cha Ruku ilituonyesha kwamba katika nyakati hizi za mwisho sharti tusimame na hakuna shortcut. Vile Ruku alipitia, alijaribiwa, alijaribiwa kwa persecution. Na huyo mzee alisimama. Ingawaje watoto wake walikuwa kisumbuki, lakini alisimama. Na alipea watoto wake hakuna kanisa lingine. Watu walikuja kuna kumuona, badala ya aseme vile mwili inakaa, anawaambia we, umemjua Mungu wa pekee wa kweli? Umemjua Mungu wa pekee wa kweli? Hiyo ilikuwa mahubiri yake. Na hata wakati ya bibi yake akizikwa, alisimama na akahubiri. Aliambia mzee uko na jambo la kusema, akasimama. Na akahubiri one true God. Na akaambia vile mmekaa hapa, msililie huyu mama. Huyu mama aliamini Mungu wa pekee wa kweli. Sisi tumemjua huyu Mungu wa pekee wa kweli. Na akaambia kwamba sisi hatuna uhusiano na watu ambao hawajaamini. Mpaka vile utaamini ujumbe, ndiposa tutakuwa na kazi. So wapendwa, tusimame katika nyakati hizi za mwisho. Kure tutafungiwa nje jinsi mtumishi ametufundisha.
Tunakaa hapa tunafikiria tunaenda, kumbe hatuendi. Tujifundishe kusoma mambo ya Mungu na kuomba. Tuombe sana. Katika kitabu cha Prayer 18:2 inasema hivi, prayer is the life of the soul. Prayer is a necessity, for it is the life of the soul. Family prayer, public prayer have their places, but it is secret communion with God that sustains the soul's life. Tunaweza kuwa tunaomba hapa kanisani, tunaomba pale kwa kusema, tunaomba na familia, but amesema yenye ina sustain the soul ni gani? Secret prayer. Hatutashinda majaribu kama hatutaomba. Tulifundishwa siku nyingine kuhusu Enoko ambaye alitembea na Mungu. Enoko hakutembea na Mungu pamoja, but alitembea katika mawazo yake. Kila hali aliyofanya Enoko alikuwa anamuuliza Mungu kwanza. Tuweze kumuuliza Mungu tunapoishi katika nyakati hizi za mwisho. Kwa maana pasipo tutapotea. Na itakuwa uchungu sana. Itakuwa uchungu, mmekosana na familia. Some of us hatuyuko na familia zetu hapa. Umekejeliwa katika the village. Wanasema huyu mama na vitambaa. Jana alikuwa ananiambia kwamba family wanamkejeli, wanamwambia wewe bibi ya profesa msema tunafunga vitambaa, mpaka mashemeji yake wanamwambia toa hizi. Tumekejeliwa kwa dress. Chakula tumekejeliwa. Mwingine alikuwa anatuuliza, "Waza wewe bibi ya kutoa. Kumbe ndio umekonda hivi ulangi." Tumekejeliwa. Tunakejeliwa katika neno la Mungu. Tunakejeliwa. Je, tutapoteza wakati tumepitia shida hizi? Wengi tutafungwa. Kwa maana wakati kuna sheria inakuja kwamba hakuna kuambia watu kuhusu Yesu. Kwa maana dunia imekataa Yesu. Ukipatikana tu ukiambia watu ati kuna Yesu anarudi, unafungwa. Hiyo ni hate speech. Ni hate speech. Je, tuko tayari? Tutakuwa tayari wakati tu peke yake tutapiga magoti na kusoma neno. Kwa maana hii ni pumzi ya Mungu. So wapendwa, wacha niwaachie hapo nisipoteze muda. Nimemaliza saa yangu. Mesha. Iko 20 minutes. So wacha Mungu awasaidie, tusaidie sisi wote. Turudi kwa Yesu na Mungu atuweze kutusaidia. Wacha tuweze kuisikia kwa wenye wako na mahitaji mbalimbali. Tuweke mikononi mwa Mungu. Mwenye wako na hitaji la maombi. Ningependa tukumbuke wale ambao watakuja kuja muda mwingine waweze kuwezesha ili waweze. Na pili, tuombee gharama ya maisha inapozidi kupanda, Mungu aweze kudhibiti ili tusiweze kuelewana kama changamoto. Kisha tujiombee kwa kuwa hiyo tunachoangalia nayo hiyo madharau, kama tunaweza kumwali tumetoka huko sasa, kuangaliana nao kwa macho kidogo inakuwa ngumu. Lakini hata ndugu John hapa alikuwa mhubiri mkubwa huko, sasa kidogo anakejeliwa, wewe uko wapi? Sasa tuombee hayo na waweze kufunguka macho. Ukejeliwa hiyo ni faida. Ukiona bado unaingiliana na wao, uko pamoja kwa machama ya huko, uko kwa biashara pamoja, hakuna penye unaenda mpaka ukejeliwe. Unaona huyu mzee amekejeliwa, mpaka tukejeliwe. Hatuwezi fanana na dunia, hatuwezi. Pole, nimeanza tena mahubiri. Tuendelee. Tumesema ni gharama pia ya maisha. Mungu kwa kisawa tuweze tuombee, basi inaonyesha sisi kwamba tumefika.
maombi, nimepoteza rafiki yangu, nimepoteza jirani, tuombee familia. Yangu ni Thanksgiving. Kama kanisa tunafaa kushukuru Mungu kwa umbali ambao ametuleta. Mungu nasubiri imani sasa hivi. Kama tunaelekea miezi mitatu tukiweza kusanyika hapa. Hapo mimi naona mkono wa Mungu umetuongoza hapa. Tunafaa kushukuru Mungu sana. Kuna mwingine utafungeje? Sasa tuko na shukuru Mungu. Tuko na ya nani tuombee wenye hawajafika leo. Sharon hajafika Sabato hii na Roda hajafika leo. Na kuna kijana anaitwa Wanjala, nani anajua penye alienda? Kama alienda reserve. Wanjala alikuwa na gari. Alikuwa na mke wake. Imekuwa muda. So shukurani waliofiwa tuwaombee, Mungu awatie nguvu na wenzetu. Gharama ya maisha Felix bado iko hapo mbele. So hiyo tunaambia tu Mungu athibitishe tu. Yes. So wenye wataomba ni dada Miriam, utaomba ikuza yenye utaweza na mwalimu wetu tunamalizia. Na wimba stanza moja na chorus 137. Saheria sala, tusimame. Saheria sala. Tuimbe. Saheria sala. Tunapotibili kama tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi, waliochoka sana watapata raha. Sala iliyo heri, waliochoka sana watapata raha. Tuombe. Mtakatifu Mungu mshetu mbinguni, asante Bwana, tumekuja kunyenyekea miguuni pako tukiomba msamaha kipekee Mungu wetu, iwapo kuna jambo ambalo tunafanya kinyume na mapenzi yako upate kutusamehe, ili tunapoomba maombi haya yakubalike machoni pako. Tazama Mungu wetu, tuko na shida nyingi ambazo mwovu shetani amezileta dunia hii. Mungu, tazama kuna watu ambao wanaugua. Tunakuhitaji Mungu wetu kwa sababu wewe mtakatifu ndiye mkuu. Tazama kuna mandugu zetu ambao hawana afya kwa miili zao. Kuna familia ambao wako na changamoto, ambao wamefiwa, wamepoteza wapendwa wao. Tunakuita kwa njia ya kipekee ili usuru familia hizi ili wapate faraja. Tazama kuna ndugu zetu pia wamerudi nyuma kwa imani. Tuomba Mungu wetu ili usimamishe watu hawa. Tunajua ya kwamba tumefika kilele ya dunia, lakini tunajua ya kwamba tutakaposimama katika jina lako, hakika utatusimamisha katika nyakati hizi za mwisho. Tumeomba Mungu wetu tukiwa wataifu, wanyonge, wa kiafya na mambo mengi, lakini tunakualika kwa njia ya kipekee na utuongezee imani ili tusimame katika safari hii. Nimeomba Mungu machache, maombi yanapoendelea. Pamoja na hayo, Mfalme Baba Mungu wetu, liinuliwe na litukuzwe jina lako, kwa sababu wewe ni mtakatifu na unatawala dunia yote.
tunakuja kwako na ombi la shukrani kwa makanisa kama mwili wa Kristo kwa ajili ya kukutanisha pamoja katika wakati huu wa gathering. Mfalme, tunaomba wakaweza kujitwalia walio wako. Kanisa lako Bwana, ndio nabii unavyosema ya kwamba watu watatoka mashariki, magharibi, kaskazini na wataweza kuingia katika ufalme. Mfalme, tusaidie waweze kuwakaribisha na wengine waweze kuingia katika wale ambao kwa muda hatujaweza kuwaona. Mfalme, najua kwamba jicho lako linatazama mbali kule tusipoona. Mfalme, tunaomba kwamba ukawarejeshe katika kusanyiko, na zaidi yoyote wakawe ndani na kudumu katika imani. Nihimidiwe na nishukuriwe jina lako. Tunaomba kwa ajili ya familia zinazoomboleza. Mfalme, awe pamoja naso katika wakati huo majonzi. Dada ambaye ni jela, ambaye amesimama na kukusimamia wewe Mfalme, tunaomba kwamba ukamshikilia mkono katika safari ya imani. Katika familia asije akakataa tamaa kwa kuwa amebaki peke yake baada ya kumlaza mzazi wake. Mfalme, mkumbushe kwamba uko pamoja naye, mthibitishe katika kweli, na kupitia kwake wengi wataweza kuokolewa katika familia hiyo, hata kama itakuwa ni saa ya 11. Mfalme, kawalete katika nuru wote wanaoteswa na kuteseka kwa sababu ya imani, kwa sababu ya kejeli. Mfalme, wakumbushe kuweza kufurahia mateso haya, kwa kuwa yanaleta faraja na yanaleta wokovu. Wape moyo wa ujasiri wa kuweza kustahimili na kutangaza fadhili zako, ijapokuwa dunia itakataa. Mfalme, uweze kutukuzwa kwa ajili ya maisha yako. Tunakuomba ya kwamba bahari inaposukasuka, uchumi inapopanda juu, tunapoona majanga, Mfalme, kama watoto wako tukumbushe tuweze kuinua vichwa vyetu juu, kwa sababu wokovu wetu umekaribia. Uwe pamoja nasi katika kila jambo, uwe pamoja nasi katika kila hali. Mapenzi yako yakitimizwa, na katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Basi tukipenda kuingia katika kipindi cha matoleo, ningependa kumkaribisha anayehusika katika idara hiyo akuje atupe ripoti tunapotoa fungu ya matoleo namba Psalm 22 yote namtolea Yesu. Yote namtolea Yesu, nivyo wangu ni wake, ninavutwa na upendo, kwa hiyo najitoa. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa. Yote namtolea Yesu, nimeachana anasa kwake Yesu.
nipe roho yako Bwana, anilinde daima. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa, yote namtolea Yesu, nami naona sasa furaha ya ukombozi, na sifu jina lake. Yote kwa Yesu, yote kwa Yesu, upendo wako ushinda, Yesu natoa. Haya, ile kwanza tutaanza. Saa hii ni wakati wa kutoa sadaka na sadaka ili kutumikia sadaka na sadaka ambayo wewe mwenyewe uliamua kutoka mitume hata manabii walivyopata maneno ya kutoa, ili hiyo isaidie wale ambao wanatoka nchini mbalimbali, kwa wale ambao wataipata hiyo nchini. Mungu pia tunashukuru kwa mtu wote mkulima katika taasisi yetu na shughuli mbalimbali. Tumpea Mungu unajua na wote unajua tunakuwa wetu na tunakuwa kutoa kwa shukrani. Hayo ni kwa machache yetu. Shukrani tena. Huu ni wakati wa kutoa sadaka na saka. Sabato iliyopita sasa tukusanya cash na M-Pesa. M-Pesa ni 200, halafu ya cash ilikuwa shilingi 6. Yote ni 800. Kwa hiyo wiki imetumiwa tu tuseme imetumiwa 3,000. Mwenzetu na mambo na anafuatilia badala tuma chana sio chana tuma wewe ni malikia mesi akasema nitatuma katuma sio ni hilo tu niliingia ndani yangu sasa nitakimbia nacho ndio na pesa tuko nayo kwa chache pa 800 na hao naye nataka tu na lunch nao pia ningetuma mwenzangu apokee. Nilikuwa kwa simu hiyo nilikuwa na chache pa nitumia Biblia 700 kama lunch paki na 100. Niko tuma message wa online, kumbe Mungu alikuza akatuma 3,000. Akaniambia msalimie. Sipokea salamu. Anasema hapo na nyika kila wakati. Hiyo na sisi tumuombe na tombea wengine wako na
Kama wenye ukiwa wanafuatia online, wenye wanaangaa wanatufuatia, ama sio kama sio hapa wanafuatia online kwa dunia mzima. Wao na sisi. Ni hayo tu, sina mengi. Ndio ukiona leo sina raha kama rasta. Sisi kipo anasema yeye. Karibu. Karibu. Hili ndio kanisa. Ndio hapo ingia kwa sio nini, sio kama ile kutoka na nini. Ndio kutoka mbali. Ukiona watu wote hapa karibu. Ndio kutoka mbali na watu ni magani. Haya, tuimbe hivyo tukiendelea kutoa. Wenye wanatuma ndio hiyo namba. Korista 153. Fikira moja tu. Fikira moja tu. Fikira moja tu. Urejea tena. Nimekaribia mbingu zaidi ya jana. Karibu na kwetu mbingu. Karibu na kwetu sasa. Nikuone karibu. Karibu na kwetu na kwenye makao. Kiti cha enzi cha Mungu mahali pa mto. Karibu na kwetu mbinguni. Karibu na kwetu sasa. Nikuone karibu. Kamilisha Yesu. Uamini kwangu. Nikifika mwisho wangu. Nikuone karibu. Karibu na kwetu mbinguni. Karibu na kwetu sasa. Nikuone karibu. Tunapomkaribisha mgeni wetu wa siku ya leo, tusimame na tuongeze sauti, tusiwe kama wenye tunalala. Felix, tuongeze nguvu. Haya, tuone mambo gani? Mchaguzi Felix, tupe yenye unataka. 50? Tani? Yeah. Hii ya kumkaribisha mgeni wetu. Karibu. Namba 62. Namba 62 kwa sauti. Napenda kitabu chake, tupe sauti.